Mtaalamu alikuwa na mechanism za hatari na alikuwa amevalia kinyago cha gold hicho kama unavyokiona. Huyu ndo Golden Mask. Wao walimuita hivyo. Kama kinyago cha dhahabu. Anasema siwezi kuimagine Prince Lu jinsi ambavyo ubaya unavyotutaka. Sasa bwana Gold Mask au maski ya dhahabu, kuna jambo nimekuja kuomba. Najua kwamba una jeshi la haki liko hapa. Sitaki kuingilia kwenye jambo lako, ila nakuomba kwa baraka tu kwamba kuna kitu ambacho nataka limalizike kule Libeti. Kwa hiyo tunahitaji kukamilisha. Kwa hiyo likikamilika hilo jambo utalipwa. Kwa hiyo nataka wewe uingie kwenye hili jambo kuhusiana na hiyo kopa map ama ramani ya shaba, unasema hivyo kopa ni shaba. Kwa hiyo nataka mtu mmoja ambaye anaitwa General Zhao aweze kuuawa, aondolewe kabisa. Na huyo Zhao ndo amepewa kazi ya kuenda kuhakikisha hiyo ramani ya shaba inapatikana. Mfalme pamoja na wakuu wao wanajuaga jinsi ya kuwasiliana na ujamaa. Anakirudisha kicheni ambacho kina kitu fulani kimening'inia kama kigololi, ambaye hicho kigololi kinafunguka. Kwa hiyo hii ilikuwa ndo namna ya kupokea ujumbe kwa huyu general. Kwa hiyo ndani ya hicho kigololi kumbe kina ujumbe ndani yake. Huyo bwana na balaa huyo anapiga. Anaitwa the commander. Wow. Tatizo ni kwamba hawa watu hawaonekani. Niambie bwana Golden Mask. Niambie the last commander of Ghost Valley. Anasema Prince Liu kuna favor ametuomba kulingana na historia ya kwenye korongo letu hili. Anasema sikumuua Zhao kwa ajili ya hiyo kopa. Sawa, kama hautojali fanya kazi, maana uzee wangu pia ndio huo umeenda kidogo, yani umri umesogea. Kwa hiyo sitaki mtu aingilia ambaye ni sehemu ya watu wangu. Huyo bwana Golden Mask ndo anasema hivyo. Kwa hiyo hataki wale watu wake waingie kwenye huu mchezo kwa sababu anajua yeye ni hatari. Korongo lenyewe hilo ambalo linaitwa hivyo ndo hivyo hilo hapo tulolipita. Sasa tunarudi kwa Glass Beach, sehemu ambayo watu wanakula bata sana. Bwana mdogo ambaye anaitwa Blue Asura naye anasema ataitafuta hiyo kopa map kwa sababu babake ndo alikuwa akiangalia, na hiyo kopa map ndo iliyosababisha kifo cha mzazi wake. Master. Juan. Anasema ndio, najua ulikuja hapa. Basi anaambia nimekuletea vya kukuletea bwana. Ngoja nikujazie kidogo. Huyu mzee anakulaga sana smoke huyu. Anasema vipi, umeenda kuongeza kidogo hiyo kiko yake ijazwe vitu vizuri vizuri. Anasema wote tumeshasikia habari ya kopa mapu. Na umejua hiyo ilikuwa ikimilikiwa na mzee wangu ambaye alitegiwa plot behind ama mtego kinyume nyume. Nataka nirudishe. Unajua, lakini asubuhi ya leo kuna mtu ambaye alikuwa anaitwa Gold Mask alikuja kumwambia huyu mzee kuhusiana na kopa mapu na mtu ambaye anatakiwa aende akauawe. Sasa mzee anamtuliza kijana wake, anamwambia ukienda kuifuata hiyo samani ya mali peke yako kama peke yako watakuita ni msaliti. Kwa hiyo ni stage kubwa kwa wewe kuichukua. Anasema mimi ni mtu kutoka hapa katika hii korongo la mashetani. Na hakika kwamba nimeshatumwa mission nyingi na zikamilisha.
Bwana anasema ni 108 inaitwa samani ya 108. Anasema watu ambao wanaonekanaga kama wamevaa vinyago vyeusi, hawa wanacheza michezo ya sumu na hatari sana. Ukiwaangalia hivi ni kama wachezaji wanapiga sarakasi na wanasesere. Pesa zao wanazitafuta katika kila namna. Yaani hawawezi kulala bila kuingiza. Wanajiita Mountain Ghost. Bwana mdogo akijisemesha mwenyewe anasema mission ilitakiwa ianzie huko. Hakuna wa kunizuia. Lazima niipate hiyo copper map na nani anayo. Hiyo ndo siku yangu ya kwanza ya kuchomoka katika hilo korongo la mashetani. Ili kutafuta dunia nzima hii kitu ambacho ni mali yangu alichokuwa kimiliki mzee wangu. Nikishamiliki hiyo copper map ndio wataniambia vizuri ilitoka wapi na ni kwa nini waliichukua kwa baba yangu. Aha. Vipi ndo mebadilisha hapo? Charlie alianza kusoma ramani. Mahali pa kupata hiyo copper map anaipatia wapi? Anasema niite orako wewe. Usinichukulie vibaya. Jaribu kupita kwa watu ambao ni wazee waliotangulia ambao wanajua siri kidogo kuhusiana na hii ramani. Kuta binchi mmoja na chapa ilo Caesar. Ametulia kweli. Hawa mabiti wote wametoka kwenye lile korongo la mapepo wanalolita wao korongo la mashetani, Ghost Valley. Taka kuondoka na mbwa subiri dakika moja. Anaambia vipi Dui? Tunajuana? Yaani naona nijua. Binchi nayo inaonekana kuna mission ilikuwa imetumwa. Ila huyu kaka anaitwa Blue. Ni mkuu kidogo kutoka kwenye upande wa vyoo kwa sababu yeye aliletwa pale kwenye ile korongo akiwa mdogo. Yaani mdogo sana. Wengine walikuja juzi. Kwa hiyo alipewa cheo kwa sababu ya kupiga ngumi. Pia hivyo anageuka na kuta yule binti aliyokuwa anapiga gitaa haonekani tena. Aliposikia kishindo ana kugeuka tu binti yule hakuwepo tena pale. Mwamba huyo ana kazi ya kuikamilisha. Ana kazi ya kuikamilisha sana. Sasa hapa ndiko ambako picha ilipokuwa imeanzia. Ambia Gavana Gu. Unajua mimi najua kwamba kila kitu kipo. Na vipi kuhusu kukuofa pisi za goldi 100? Unafikiria vipi kama ningeliweza kukata tamaa ya kitu cha samani? Unaambia mimi nataka kuiona. Bwana huyu ambaye anaitwa General Gu, yeye anapita sehemu za sirisiri kwa ajili ya kupata hii kitu. Kwa hiyo hapa amekuja kuichukua hii kitu kwa nguvu. Alafu amekuja na watu kama wanamuziki waimbaji hivi. Amefurahia show. Lakini ameshavamia kwenye hii nyumba na iko chini ya ulinzi. Hao wote unaona wanapiga muziki wanazana. Wanaitwa Mountain Ghost. Walikuja na mchezo huo wakawa wanapaki mabomu jumba lote hili. Wamekuja pamoja na huyu General Gu kuhakikisha kwamba wanachukua mzigo unakoondoka nao.
Na bwana mdogo sasa yupo huko akisikilizia ramani kama angeweza kuchomoka na mzigo. Manyang'ao ambao kutoka mlimani, mapepo ya milima, nao wamekuja, wametumwa na Jero kuhakikisha wanaondoka na mzigo. Bwana mdogo ambaye anaitwa Blue Asura yupo juu kidogo akisubiria nini ambacho kinatokea kwenye nyumba siku ya leo. Nite Papa Simba DJ mjukumu na bamba. Twende taratibu. Mabomu ya mafataki ambaye alianza kuchomwa haya yakaanza kufanya kazi yake. Wizara shangaa ametemewa moto na huu mchezo wa Simba. Ni michezo ya Kichina inafanyika kila jumba anapenda na pia ina tarehe zao. Mwisho mlipuko kwa mkubwa katika nyumba hii. Leo ndo leo.